Na habari na karibu. Baada ya serikali ya Tanzania kupitia Waziri wa Afya Mheshimiwa Jenista Mhagama kupitia taarifa yake kwa umma iliyotoka tarehe 10 Machi 2025 ambayo akieleza kuwepo kwa wagonjwa wawili nchini wa ugonjwa unaodhaniwa kuwa ni Mpox. Nitaomba nikujuze kidogo kuhusiana na ugonjwa huu, tuweze kufahamu namna ambavyo ugonjwa huu unaambukizwa, tuweze kufahamu dalili za ugonjwa huu, lakini pia tuweze kufahamu matibabu ya ugonjwa huu, na pia zaidi tuweze kufahamu madhara ya ugonjwa huu. Nikukumbushe tu kuwa nasi mwanzo mpaka mwisho, subscribe, tugusa neno subscribe hapa chini, kisha weka alama ya kengele, lakini pia jifunze elimu nyingine ambazo tayari tumekwisha zitoa. Mpox disease ni ugonjwa ambao unaaminika kutoka katika virusi ambavyo vinatoka moja kwa moja kwa mnyama aina ya nyani. Yaani Mpox, ile M ya mwanzo inasimama kwa ufupisho wa jina la nyani, yani Monkey. Hivyo ni Monkeypox. Ni ugonjwa ambao ni wa kuambukizana. Ugonjwa huu mtu anapoupata kwa kusababishwa na virusi vinavyoitwa Monkeypox virus, huweza kusababisha homa ambayo huhusisha vipele vinavyouma ambavyo hutoka mwili mzima katika ngozi, lakini pia kuvimba kwa matezi ya maeneo mbalimbali na kupata homa kali. Watu wengi hupona ugonjwa huu moja kwa moja, lakini katika wachache huumwa sana. Mtu yoyote anaweza kupata maambukizi ya ugonjwa huu wa Mpox disease, hasa ni kwa sababu ugonjwa huu huweza kupatikana kwa kugusa majimaji ambayo yana virusi hivyo, aidha kutoka kwa mtu ambaye ana maambukizi hayo, kutoka kwa mnyama, ama kutoka kwa vitu mbalimbali ambavyo unaweza kugusana navyo. Njia pekee ambazo mtu anaweza kupata maambukizi ya ugonjwa huu ni kugusana na mtu ambaye ana maambukizi hayo, aidha kwa kugusana ngozi kwa ngozi, lakini pia unaweza ukapata kwa kupigana mabusu ama kwa kufanya tendo la ndoa. Na kutoka kwa mnyama unaweza kupata pale unapofanya mawindo, unapochuna ngozi ya mnyama ama katika mapishi. Lakini pia kutoka kwa vitu mbalimbali unaweza kupata kwa kugusana na mashuka ambayo amelalia mgonjwa wa ugonjwa huo, ama nguo, ama sindano ambazo zimemchomea mgonjwa na ikakuchoma wewe, unaweza ukawa katika hatari ya kupata maambukizi hayo. Lakini pia mwanamke mjamzito ambaye ana maambukizi ya ugonjwa huo anaweza kuyapitisha kwa mwanae ambaye yuko tumboni, naye akazaliwa na maambukizi ya ugonjwa huo. Na baada ya hapo tuweze kuziona dalili za ugonjwa huu iwapo utakumbana na virusi hivyo. Iwapo mtu utapata ugonjwa huu, dalili zinaweza kuanza kujionyesha kati ya siku 1 hadi siku 21. Na dalili hizo baada ya kujionyesha huwa mara nyingi huweza kuisha kati ya wiki 2 hadi wiki 4 kama ni dalili za ugonjwa huo zitaondoka na utakuwa upo karibu kupona ugonjwa huu. Lakini kwa watu ambao wana kinga dhaifu huweza kukaa kwa muda mrefu zaidi. Dalili ambazo mara nyingi huweza kujitokeza ni pamoja na vipele mwili mzima, kupata homa, kupata mwasho kooni, kuumwa kichwa, lakini pia maumivu ya misuli, maumivu ya mgongo, kukosa nguvu na kuvimba kwa matezi ya sehemu mbalimbali za mwili. Kwa watu wengi dalili ya kwanza huwa ni vipele, lakini wapo wengi pia ambao dalili huanza zingine tofauti na hii ya vipele. Vipele hivi huanza kama viuvimbe fulani ambavyo ni flati, na baadaye hujaa maji na kutengeneza kama usaha, lakini pia vinawasha na kuuma sana. Baadhi ya watu huwa na vipele vichache, lakini
wengi wao huwa na mamia ya vipele, na vipele hivyo huweza kutokea sehemu mbalimbali za mwili ama mwili mzima. Baada ya kuzifahamu dalili hizo, sasa tuweze kujua ni namna gani ugonjwa huu huweza kutibiwa. Na hakuna tiba ya moja kwa moja ya ugonjwa huu, bali tu ni kwamba matibabu yake yanazingatia dalili mtu ambazo anazionyesha kama tulivyoziona. Kama ni vipele, zipo lotion ambazo zinapakwa kwenye ngozi ili kuweza kupunguza ngozi kuweza kupata vipele. Lakini pia upande wa homa, dawa za kupunguza homa. Kama ni maumivu ya kichwa, dawa za kupunguza maumivu. Lakini pia maumivu ya misuli na mgongo, kuweza kupata dawa za kupunguza maumivu. Kwa wale ambao wanaishiwa nguvu, huweza kupewa matibabu ambayo yatawasaidia wao kupata nguvu na kurudi kwenye hali yao ya kawaida. Gharama kubwa ya ugonjwa huu ni kwamba pale mtu ambapo atakaa bila kupata matibabu ya aina yoyote, mwili utakapozidiwa na maambukizi na dalili hizo, huweza kupata madhara makubwa ikiwemo kifo. Hivyo ni vyema zaidi utakapojiona una dalili za ugonjwa huu kuweza kusogea katika vituo vya afya na kutoa taarifa ya dalili za ugonjwa huo ili uweze kupata matibabu stahiki. Endelea kuwa nasi, tutakujuza taarifa za ugonjwa huu zinapotoka kwa wakati ili tuweze kufahamu na kujikinga. Subscribe tu channel yetu kisha weka alama ya kengele kwa habari zaidi.